Langu linasalia Mwalimu Sikujua. Siku zote ukiniita hivyo nami nitaitika. Tulipoagana mara ya mwisho tulikuwa tunaangazia masuala ya ushairi. Naam. Tukaeleza maana ya ushairi, aina za mashairi. Tukaangazia vile vile ule uhuru ambao amepewa mshairi katika kutunga kazi zake ama kuandika mashairi. Naam. Na yote tukayapambanua moja kwa moja. Vile vile tulikuwa tumeangazia kwa kina bahari mbalimbali za mashairi kwa kuzingatia vigezo mbalimbali ikiwemo idadi ya mishororo, mpangilio wa vina, vipande, tukiangazia mshororo wa mwisho, ujumbe katika ushairi na kadhalika, na vile vile jinsi wamepanga zile mizani katika vipande. Basi hivi leo ningependa tu kuhitimisha sehemu hiyo kwa kuangazia masuala mawili matatu hivi, kisha tutakuwa tunafunga, isipokuwa pale ambapo pengine msikilizaji wetu atakuwa na swali, basi tutakuwa tunazamia sehemu hiyo tena. Natumai kwamba itakuwa ya manufaa kwetu sote. Kwa hivyo leo ningependa kuangazia kumfahamisha yule msikilizaji wetu kuhusu toni, maudhui na dhamira la mwandishi katika ushairi. Naam. Maudhui, toni na dhamira ya mwandishi. Naam. Kwa hivyo nitaanza na toni. Katika ushairi huwa tunasema kwamba toni hurejelea hisia za mshairi anapoliandika shairi hilo. Pia hurejelea hisia za msomaji anaposoma shairi hilo. Toni yaweza kuwa ya huzuni, furaha, kejeli, kunasihi au kushauri. Na kwa kiasi kikubwa vile vile utapata kwamba hii toni itatokana na vile yule ambaye haswa anayesoma kazi ile anaifasiri vipi. Inamuingia vipi, inamuathiri kiwango kipi. Ikimuathiri kwamba anahisi kwamba kazi hiyo inashauri, basi atasema ni toni ya kunasihi. Na vile vile tunapata kwamba unapozungumzia kwa mfano sehemu hiyo ya toni, utapata vile vile yule mwandishi anapoandika kazi yake huwa anakuwa na kitu ambacho anakusudia kwamba kiwe kinapita akilini mwa msomaji na pia kilipita akilini mwake. Anapoandika shairi hilo alitaka kuonyesha hisia ya huzuni, alitaka kuonyesha kwamba ananasihi ama anashauri, ama alitaka kuonyesha kwamba anakejeli. Na kwa kiwango kikubwa utapata kwamba toni huwa inaambatana moja kwa moja na dhamira ya mwandishi. Lile lengo lake kuandika shairi huwa linaambatana moja kwa moja na toni. Kwa hivyo kuyatofautisha mawili haya itamlazimu yule mwanafunzi aweze kuyaeleza kwa kuzingatia swali. Kwa hivyo toni, katika toni atasema ni toni ya kunasihi au kushauri, toni ya furaha, toni ya huzuni, ya kukejeli na kadhalika. Labda sijui kama ningelitoa mfano wa shairi elekezi ambalo litanisaidia katika kueleza masuala haya, toni, maudhui na dhamira ya mwandishi. Itakuwa bora zaidi. Na nina shairi hapa ambalo nitalisoma ama sijui niligani. Jamani. Haya ni sawa. Ama ukilisoma pia itakuwa rahisi. Yote mawili. Kwa hivyo nimependekeza kwamba wacha nilisome. Linaenda kama unavyolisikia: kuishi kujanichosha na tamaa sijakata. Ni maovu yanichosha, yanifanya kuteta. Yanagumisha maisha na wasiwasi kuleta. Ni lini shida taisha, kama subira navuta, natamani kufa. Nimevumilia sana na shida zaongezeka. Magonjwa yasiyopona yanifanya kuteseka. Na kesha usiku mchana mwenzenu nataabika. Naonekana mjalaana, kote watu wanicheka. Natamani kufa. Yatima mwatesa hamtuoni wenzenu. Twabebeshwa kila kosa, hakuna lililo lenu. Mwachukua zetu pesa, mwaenda nazo makwenu. Hamuoni kuwa ni kosa kututesa si wenzenu.
natamani kufa. Kwa hivyo nikitumia mfano wa shairi hilo, na iwapo mwanafunzi yule ameulizwa kuhusu toni, utapata kwamba toni ya shairi hili ataangazia, nimesema kwamba inaendana na dhamira ya mwandishi, na vile vile atatoa kutokana na maudhui yanayopatikana katika ushairi ule. Kwa hivyo utapata kwamba huyu mshairi ambaye ameandika kazi hii, hapo katika kibwagizo anasema natamani kufa. Naam. Na anazungumzia madhila au shida ambazo zinawakumba na zinazosababisha akate tamaa. Naam. Kwa hivyo utasema toni ni ya huzuni. Na unapozungumzia, anaposema ni ya huzuni, mwanafunzi huyu pengine ameambiwa afafanue, anaweza kufafanua kwa kutolea mfano kwa yale ambazo nini kinachohuzunisha kulingana na yeye anaposoma ushairi ule. Naam. Kisha vile vile anaweza sema ni toni ya kutamausha. Kwamba toni ya shairi hili ni ya mtu ambaye amekata tamaa, inatamausha. Naam. Kulingana na yale madhila ama shida ambazo yule mzungumzaji nafsi neni katika shairi hili anazopitia. Kwa hivyo atasema toni ya kutamausha. Naam. Basi nikiwa katika sehemu hiyo ningependa naam, pengine mwalimu niongeze kidogo tu. Naam mwalimu. Pia inaweza kuwa ya uchungu au huzuni vile umesema. Naam. Lakini vile anavyozungumza hapa na kwamba ni ule uchungu anaopitia na vile vile kutamauka vile umesema tu. Naam. Sasa uchungu mwanafunzi akajue uchungu na huzuni itakuwa ni sawa. Naam. Asante mwalimu. Wanasema changi ni kuchangizana, sio Kefas. Nafurahia unaposema kila mara alafu asa pale mwisho kabisa unasema ashakumsi matusi nyege. Sawa, basi wacha niangazie maudhui vile vile. Nimeona utapata kwamba haya masuala yote matatu yanaoana. Kwa hivyo mwanafunzi anapoelewa atakuwa amepiga hatua zaidi katika kuboresha alama zake katika karatasi ya 3 sehemu ya ushairi. Kwa hivyo maudhui, tunasema kwamba maudhui huwa ni ule ujumbe mkuu unaojitokeza katika kazi ile ya fasihi. Ni ujumbe mkuu ama unaosawiriwa ama unaopitishwa. Kwa mfano katika shairi ambalo nimelisoma, utapata kwamba maudhui yanajitokeza pale ni mengi tu. Ni mengi. Kwa mfano kuna maudhui kama ya dhulma dhidi ya mayatima. Analalamika kuhusu wanadhulumiwa. Kuna maudhui ya dhulma. Anasema wao ni mayatima, kumaanisha kuna maudhui ya kifo. Wazazi walishafariki. Basi kuna maudhui ya kifo yanajitokeza kwa sababu anapozungumzia kuwa yatima, bila shaka hatuwezi kuwa yatima pasipo na kifo. Bila nakata tamaa pia. Yani maudhui ya ukataji tamaa kabisa. Ama kidhanaishi vizuri. Unapata kwamba haya yote yanafungamana moja kwa moja na yanachangia moja hadi nyingine, kutoka kwa maudhui, dhamira na vile vile toni ya mwandishi. Kwa hivyo mwanafunzi anapojibu swali la maudhui, anaangazia ni nini haswa ambacho kinazungumziwa. Ni ujumbe mgani mkuu unajitokeza. Anaposoma kazi hiyo ni nini ambacho anakibaini kimetendeka. Na vile vile mimi huwaambia wanafunzi kwamba unapozungumzia maudhui, unapozungumzia toni na unapozungumzia dhamira ya mwandishi, hayo yote yanakuelekeza kwa kitu kimoja. Tofauti ni vile ambapo utawasilisha jawabu lako. Kwa hivyo mwanafunzi anapozungumzia, tusonge katika dhamira ya mwandishi. Dhamira tunasema ni lengo ama kile kilichomsababisha. Pengine mwalimu nichangie kidogo tu pale kwa ujumbe ama maudhui. Mwanafunzi anaweza ulizwa swali hili. Eleza maudhui yanayojitokeza katika shairi. Au eleza ujumbe unaojitokeza katika ubeti fulani au shairi nzima. Sasa mwanafunzi, mwalimu amekuelekeza vile unastahili kulijibu swali hilo kama utaulizwa maswali hayo mawili. Na hapo kwa mwalimu amenikumbusha, unapoambiwa fafanua, eleza, bainisha, usitaje.
kazi ya fasihi tunasema kwamba majibu yote huwa sahihi. Naam. Kulingana na vile umetetea hoja yako. Kwa hivyo iwapo wewe utataja tu hata jibu liwe sahihi na haujafafanua kwa kutolea mfano katika kazi hiyo uliyoisoma ama ambayo umepewa na mwalimu wako. Naam. Basi zile alama ambazo utatuzwa zitakuwa finyu ama labda ukanyimwa alama hizo kutegemea na yule mtahini na mwongozo unavyosema. Naam. Kisha tuzungumzie kuhusu dhamira ya mwandishi. Tunasema dhamira ni lengo ama kusudi la yule mwandishi kuandika kazi ya fasihi. Naam. Na tulivyotanguliza tukasema haya yote yanafungamana. Unaposema naangalia shairi hili ambalo nimelipitia, sehemu hii ya ambayo naiangazia kwa leo, nimebaini kwamba ni fupi lakini huwa inabeba alama nyingi sana. Naam. Kwa yule mwanafunzi ambaye anatainiwa katika kazi ya ushairi. Naam. Na ni vizuri tusipoteze alama kwa sehemu kama hii ambayo ni rahisi sana. Naam. Utapata kwamba dhamira ni lile lengo, alikusudia nini? Dhamira ni lengo haswa. Amesema kwamba kwenye shairi ambalo nimelisoma, naam, kwamba kuishi hakujamchosha. Naam. Wala hajakata tamaa. Lakini ni maovu ambayo yanaendelea ndiyo yamemchosha. Naam. Kwa hivyo dhamira ya kwanza ambayo mwanafunzi anaweza toa moja kwa moja, anasema mwandishi amedhamiria kuonyesha maovu yanayokumba wananchi ama watu katika jamii. Naam. Anadhamiria kuonyesha yale maovu ameyataja pale. Wanawekewa makosa wakiwa na pesa zilizotengewa. Kuna pesa zimetengewa mayatima, wajane. Pesa hizi zinaliwa na watu ambao si mayatima. Naam. Si wajane. Nakumbuka ule mwaka wa 2020 hadi 23 ikienda kwa mwanzo pale. Naam. Msimu wa homa ya mviko ya corona. Naam. Watu wazee walikuwa wanasajiliwa ili kupewa fedha na serikali. Nilishuhudia wazee wa mitaani wakizifyonza pesa hizi. Wakifaidi kwa niaba ya watu bila utu. Wanyonge wananyongwa. Naam. Wanyonge wananyongwa. Naam. Jamaa anatumiwa pesa kwa sababu wale bikizee hawana simu. Naam. Kwa hivyo anawasajili kupitia simu yake. Maana yake pesa hizi zilikuwa zinakuja kwa simu. Anadanganya kwamba zitakapokuja nitakuwa nawapa. Naam. Lakini jamaa anajibonda peke yake. Hata hawajui. Wakimuuliza wanasema pesa hazijawahi kuja. Naam. Hawana ushahidi. Kwa hivyo naam, kwa hivyo kazi ya fasihi huwa na lengo. Mtu anapoandika kazi ya fasihi huwa ana dhamira, lengo, kusudi. Kuwaonya wanaotekeleza maovu katika jamii. Hiyo ni dhamira. Kwa hivyo anapoeleza jinsi wanawakandamiza hawa watu, jinsi wanaendeleza unyama wao. Tunapata kwamba hajaonyesha tu na achia hapo. Bali anayaonyesha ili kuwaonya waepukane. Wajue kwamba wanapofanya hivi kuna watu ambao wanaathirika kwa njia moja au nyingine. Kwa hivyo dhamira la mwandishi ni kufanya nini? Nimetoa ya kwanza kuonyesha shida ambazo watu wanapitia katika jamii. Pili, kuwaonya waovu dhidi ya kuendeleza maovu yao. Nikitumia mfano wa shairi elekezi ambalo nimelisoma hapa. Na vile vile tunaweza kusema pia dhamira ya mwandishi ni kuonyesha sababu zinazoweza kufanya mtu akakata tamaa maishani. Kwa mfano kibwagizo cha shairi hilo kilikuwa kinasema natamani kufa. Kwa hivyo nini kimesababisha huyu mtu akate tamaa? Mtu anapotamani kufa basi amekata tamaa. Anasema nimevumilia sana na shida zaongezeka. Magonjwa yasiyopona yanifanya kuteseka. Na kesha usiku mchana mwenzenu nataabika. Naonekana mjalana kote watu wananicheka. Kwa hivyo natamani kufa. Pia tunaweza sema anadhamiria kuonyesha
licha ya changamoto tunazopitia katika maisha tusikate tamaa. Naam. Tusikate tamaa. Naam. Na pengine mwalimu kuongeza tu, mwanafunzi anapojibu swali kama hili la swali ambalo linahusu dhamira. Mwanafunzi ajikite kwa, ukiangalia tu toni. Naam. Ukisema anadhamiria kuonyesha vile watu wanatamauka katika jamii. Hiyo ni toni, si ndio? Anadhamiria kuonyesha maovu yanayotendeka maovu yanayotendeka. Kuna ule ujumbe ama maudhui pia yanajitokeza ndani. Na swali hili ni kama linarejelea vipengele fulani tu ambavyo ushavitaja. Sasa mwanafunzi usiwe na ugumu katika kujibu swali hilo la dhamira, kwa sababu una majibu tayari. Wanafunzi una majibu tayari. Ndio. Na ndio maana tunasema katika karatasi ya 3 sehemu ya ushairi. Hizi alama 20 huwa ni za bure tu, ambazo mwanafunzi anastahili kuzichota, kuzizoa tu na kuweka kwenye mkoba wake. Na kukuwa na uhakika kwamba angalau sehemu hii mambo si mabaya. Kwa sababu yote tunayaangazia ni mambo ambayo yanatumia macho. Wamemuuliza uhuru wa mshairi, anaweza akaona hapo mazida, kuboronga sarufi, tabdila, vile ameboronga umbo la neno, amelibadili. Badala ya kusema macho amesema mato, anayaona. Wamemwambia umbo la shairi, anaweza angalia lina beti ngapi, lina mishororo mingapi, lina vina vimepangika kivipi. Haya ni mambo ambayo mwanafunzi anatumia macho tu. Kwa hivyo sehemu hiyo ni sehemu ambayo huwa ni tatanishi kwa mwanafunzi ambaye hajaamua kuzamia sehemu hiyo. Kwa hivyo mwanafunzi yeyote ambaye anaulizwa kujibu maswali ya toni, maudhui na dhamira, aweze kufanya nini? Kuyajibu kwa ufasaha. Na tukimalizia nitazungumzia, kwa sababu haya mawili, nafsi neni na nafsi nenewa, yote yanafungamana. Mtu anapozungumzia kuhusu toni na maudhui na dhamira, nafsi neni, nafsi nenewa zinajikita pale sana. Na ndivyo vitu vya msingi pale. Kwa hivyo anapozungumzia kuhusu nafsi neni, ni yule anayezungumza katika shairi. Sawa sawa? Na mara nyingi nafsi neni huwa ni nafsi ambayo mwandishi amejivika ama ameivaa ya mtu mwingine au hata yake, kuongea kwa niaba yake. Anaweza chukua nafsi ya mwanamke na yeye mwenyewe ni wa kiume, na kuongea kwa niaba ya wanawake. Kwa hivyo nafsi neni itategemea ni nani. Na mwanafunzi unastahili kutambua kwamba tukirejelea nafsi neni, turejelea ile sauti ambayo inajitokeza. Sio kwamba ni mtu kwa sababu mwandishi ametia pale chini jina lake, sasa unasema nafsi neni ni Wasilwa. Hapa huyo ni mwandishi. Kuna tofauti kati ya mwandishi na nafsi neni. Nafsi neni ni lile jukumu ambalo mwandishi amelichukua na kujitwika. Anaweza kuona madhila au shida ambazo watoto wanapitia, na akachukua shairi ile akaliandika kama yule mtoto anayepitia shida. Kwa mfano hapa shairi letu elekezi anasema, mayatima mwatesa tesa. Hamtuoni wenzenu, tuwabebeshwa kila kosa. Hakuna lililo lenu, mwachukua zetu pesa, mwenda nazo makwenu. Mwandishi wa kazi hii ambaye ni mimi mwalimu sikujua. Mimi si yatima. Pesa zangu hazijatwaliwa, lakini nimevaa lile jozi la yule yatima. Kwa sababu wapo katika jamii, tunaona shida wanazopitia. Wao wanateswa. Manake mtu anajifanya kwamba amemchukua yule mtoto yatima aishi naye, kwamba kwa vijisababu kwamba anaenda kumsaidia. Utapata mtoto yule anakuwa kija kazi katika boma hilo. Na pengine mwalimu ni kukatisha kidogo tu, kwamba wakati mwingine mwandishi wewe anaweza jitwika hata jukumu la awe kichombo tu. Kwa mfano nishaona shairi fulani ambalo walikuwa wanazungumzia kwamba mimi mtu akipigwa kwa sababu ya wizi ananilaumu mimi dunia. Mtu akikopa akose kulipa, akose kupata pesa za kulipa, wananilaumu mimi dunia. Sasa hapo nafsi neni ni nani?
nafsi neni ni nini? Sasa uweze sema kwamba nafsi neni ni huyu mtu ambaye, hapana, itakuwa ni nini? Dunia. Kwa sababu anazungumza kwa niaba ya dunia. Umekuja vizuri mwalimu. Wakati mwingine pia utapata kuna shairi linazungumzia vyombo vifaa mbalimbali vile ulivyotaja. Naweza kuzungumzia panga, nyumba, kiti, gari. Mwaniegesha bila huruma. Mwanibebesha kupita kiasi. Hamunipeleki marekebisho. Waona? Kwa hivyo mwanafunzi asikimbie kulijibu swali hilo kabla ya kuelewa. Aangazie, asome, alielewe mwanzo shairi hilo linazungumzia nini. Na kisha ajibu swali hilo ambalo ameulizwa. La nafsi neni ni nani? Hapo utasema nafsi neni ni gari. Naam. Bila shaka. Ndio hivyo. Kwa hivyo tuna nafsi neni na kuna nafsi nenewa. Nafsi nenewa ni yule ambaye ujumbe unamlenga yeye. Ujumbe unamlenga nani? Kama ili ambayo tunazungumzia kwamba ni gari linazungumza. Anamzungumzia nani? Nani anayehusika na gari hilo? Kuna makanga, kuna dereva. Huyo ndio nafsi nenewa. Wanibebesha kupita kiasi. Waniegesha kwa kasi sana. Ninapoharibika hunirekebishi. Gurudumu limetoboka, waniegesha. Nani? Basi nafsi nenewa ni yule anayeliegesha gari. Kwa hivyo katika shairi letu elekezi ambalo tumelitumia kwa siku ya leo, tumesema nafsi neni hapa tutasema ni yatima. Mwatutesa sisi yatima. Nafsi neni hapa tutasema ni yatima. Ni kijana ama mtu yatima ambaye anazungumza katika shairi hili. Na nafsi nenewa ni nani? Anazungumzia wanajamii ambao wana hulka au tabia ya kuwatesa mayatima. Kwa hivyo mwanafunzi anapojibu swali hilo aangazie, je, huyu anayezungumza amempata ni nani? Na ujumbe unaelekezwa kwa akina nani? Naam. Mwalimu, pengine kama una mchango. Pengine nikupe ubeti mmoja tu wa shairi fulani hapa. Na pale nje pengine mwanafunzi yote ambaye anatusikiza atufafanulie nafsi neni pengine. Naam, karibu. Itakuwa ni kama swali walimu tumeweza kupeana kazi ya ziada. Kwa mfano kuna hili shairi ambalo linaongelea sikutaki. Kwamba wakati nalikutaka huku niridhia. Kukurai sikuchoka na kukulilia. Sasa uliko nishaondoka unanifuatia. Sikutaki. Nafsi nani anaweza kuwa nani? Hapa wakati nalikutaka huko niridhia. Kukurai sikuchoka na kukulilia. Uliko nishaondoka unanifuatia. Sikutaki. Hapa tunaweza sema nafsi